asifiwe. Kuna jambo ambalo alikusawa kwa baadhi ya watumishi ambao wanarusha maudhui katika mitandao ya kijamii kufundisha watu, lakini kuna vitu ambavyo haviko sawa. Mfano, kuna malumbano ambayo yanaonekana yanatembea kuhusu ubatizo. Unajua, mtu unaposema ni nabii alafu ujui ubatizo, tutakuwa tuna mashaka na unabii wako, kwa sababu manabii wote walikuwa hawatofautiani. Yaani Isaya hawezi kutofautiana na Yeremia. Yeremia hawezi kutofautiana na Ezekieli. Ezekieli hawezi kutofautiana na Danieli. Danieli hawezi kutofautiana na Malaki. Kwamba roho ni yule yule aliyekuwa ndani ya Isaya ndo huyo aliyekuwa ndani ya Yeremia. Huo ni mfano. Sasa roho yule yule ndiye aliyekuwa ndani ya mitume, na ndio maana Yesu wakati anataka kupaa aliwaambia kwamba msitoke Yerusalemu hata atakapoajilia yule roho. Naona na kuna mahali alikuwa anasema kwamba huyo roho atakapokuja atanena kwa shauri lake, bali atanena yaliyo ya kwangu. Sasa ya kwake ni yapi? Ya kwake ni yale mafundisho ambayo Yesu alikuwa amewafundisha mitume, ambao walikuwa wanaona kwa macho akitenda na wakisikia maneno yake. Bwana hata Petro anasema kwamba twende kwa nani na wewe na maneno ya uzima. Kwa hiyo walikuwa wanasikia maneno yenye uzima kutoka kwa Kristo. Na hata ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 28 pale anasema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naona na kuwafundisha yote niliyowaamuru nyinyi. Kwa hiyo na ukisoma Matendo ya Mitume anasema, kitabu cha Yohana anasema atakapokuja huyo Roho atayashuhudia yaliyo ya kwangu. Unaona Kwa kumbe ya kwake ni yale ambayo aliwafundisha mitume. Unaona? Na Kristo aliposema kwamba enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba. Sasa jina la Baba ni nani? Kama ukiwa nabii unatakiwa ujue jina la Baba ni nani. Lakini ukiwa nabii yule huwezi kujua. Kama umejipa huwezi kujua. Na kama ujui, basi kaa chini, jifunze, waulize wanaojua. Jina la Baba ni Yesu. Sababu Yesu anasema kwamba Baba, lile jina lako lilonipa nimewapa wao. Kwa hiyo kumbe lile jina lilopewa Yesu ni la Baba mwenyewe. Jina la Roho ni nani? Yesu anasema nitamtuma Roho kwa jina langu. Jina lake Yesu ni nani? Mpaka amlete Roho kwa jina lake. Jina lake ni Yesu. Kwa hiyo kumbe jina la Roho pia ni Yesu. Unaona? Na kwa nini Baba na kwa nini Roho na kwa nini Mwana? Iko hivi. Roho ndio huyo Baba, lakini katika hali ya Roho ambaye anakaa ndani yetu. Na Mwana ndio Kristo Yesu ambaye ni mtoto wa Mariamu. Sawa? So katika sheria za Wayahudi kwa mtoto wa kwanza pia ni mtoto wa Mungu. Nasema mzaliwa wa kwanza ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo katika mwili pia Yesu Kristo ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Baba ni nani? Baba ni utambulisho kwamba yeye ndo muumba mbingu na nchi na vyote vijazavyo. Yeye ndo amevitoa vyote, amevizaa vyote kwa neno lake. Sababu Bwana anazaa lakini kwa neno. Akasema kwamba iwe miche ikawa. Unaona? Kwa hiyo ni Baba anachukua ile cheo cha ubaba. Kwa anaposema kwa jina la Baba, maana yake hatuna baba mwingine ila ni wa mbinguni. Ndio maana hiyo ni kutofautisha, kwa maana yake tuna baba wa mbinguni.
Yesu anawaambia Wayahudi pale kwamba nyinyi mnafanya matendo baba yenu nani? Ibilisi. Naona? Kwa hiyo ili kutofautisha mababa, naona sasa kwa jina la baba, kwa baba ajulikane ni baba ambaye anatakiwa sisi tubatizwe kwa jina lake, ni Baba wa mbinguni ambaye atawakilishwa kwa jina la Yesu. Kwa sababu hata duniani Yesu aliwaambia Wayahudi kwamba baba yenu ni Ibilisi. Unaona? Kwa hiyo sasa ili kutofautisha sasa mababa, ni maana yake ni kwamba yule wa mbinguni anachukua jina la Yesu. Na ndivyo alivyo, kwa sababu Yesu anasema, Baba, lile jina ulilonipa nimewapa wao. Na hata malaika aliyekwenda kuongea na Mariamu alisema kwamba, unaona? Alisema kwamba utachukua mimba, utazaa mwana, utamwita jina lake Yesu. Kwa hiyo jina la Yesu limetoka kwa malaika, na malaika ndiye anayesimama mbele za Mungu, na malaika ndiye anayetumwa na Mungu. Kwa hiyo mwenye jina la Yesu ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunamjua Mungu kwa sasa hivi kwa jina la Yesu. Naona sasa Yesu aliposema mkabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, jina la Baba ni Yesu, na jina la Roho ni Yesu, na jina la Mwana ni Yesu. Naona na ndio maana mitume, ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 38, anasema basi tubuni. Lakini Wayahudi baada ya kuhubiriwa walisema tutendeje ndugu zetu? Wakasema basi tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, sio kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Alijatajwa jina.